Kweli kwamba kweli pete na vitu vya thamani vyaweza kutumiwa kama kutambuliwa mtu baada ya kuzikubali mamlaka za kuzimu ama kujiweka wakfu kwa mamlaka za kuzimu. Lakini nini ambacho mamlaka za kuzimu hazikitumii? Biblia haitumii. Kuimba hawaimbi, Yesu hawataji. Kwa tuache kutaja Yesu kwa sababu mamlaka za kuzimu zinataja. Tuache kuamini msalaba kwamba ni alama ya aibu kwa sababu mamlaka za kuzimu zinatumia msalaba. Acha ujinga. Acha ujinga. Narudia tena, ni kweli mamlaka za kuzimu nazo ili ziwatambue, kwa sababu na zenyewe huja kama malaika wa nuru ili ziwatambue watu wao, huwa zinawapa mapete. Huwa zinafanya wawe na mapete. Lakini je, tuseme dhambi kwa sababu hiyo? Wewe mzimu wewe, tulia wewe nisikilize. Dhahabu katika Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 na 13. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Huko ni mbinguni. Kwa navyo duniani ni dhambi. Mbinguni nataka kwenda viko. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mishipi ya dhahabu matitini. Yesu anavaa dhahabu. Mstari ukitaka ujue ni Yesu, mstari wa 17 anasema nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Huyu ni Yesu, amejifunga mshipi, ana vinara vya dhahabu na nini, mbinguni nitakakotaka kwenda. Ila kwa navyo duniani ni dhambi. Luka 15, hebu tuisome pete uone sasa Yesu anawekaje mfano wa kitu cha dhambi hiki. Nasoma tu kwa ufupi mstari wa 22. Lakini Baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Ni Yesu anaweka mfano wa mwana mpotevu. Aliporudi baba yake alifurahi, na baadaye akatafuta vazi lililo bora akamvika, akasema mtieni na pete kidoleni mwake. Nataka ujue, okay, ni dhambi, ni mfano, ni kiroho, ni ulimwengu wa roho. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Nisikilize. Pete, mikufu ya dhahabu, mavazi ya thamani sio dhambi. Nyie mizimu ambao kwa sehemu kubwa muko kama mizimu ambayo inakuwa imefungiwa mahali kwenye chumba cha giza ikipandikizwa sijui kama iko na watu wa mizimu, yani wakitoka ni kucheza tu, ni kupiga kelele, hapana, yani hawataki kusikiliza. Mizimu katika jina la Yesu ninawaamuru wote mnaopinga haya bila kusikiliza upande wa pili, kwa sababu mmefungiwa kwenye chumba cha giza akili zenu, na angusha mamlaka hiyo katika jina la Yesu. Na angusha kwa jina la Yesu. Sikiliza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sikiliza. Sikia sasa, sikia. Najua akili yako kwa mamlaka ya jina la Yesu imekaa sawa sawa. Nimekwambia hivi, pete na mikufu ya dhahabu, mavazi ya thamani sio dhambi. Mimi sina pete, mimi sina pete, mimi sina mkufu, mimi sina cheni. Na kanisani huwa ninazuia hivyo vitu, ila sivizuii kama dhambi, bali navizuia kama vitu ambavyo humfanya mtu awe karibu zaidi na dunia, awe bize zaidi na dunia. Kwa waumini wangu kabisa, wale waumini wangu kabisa, acha wageni wengine, acha wanaokuwa wadhaifu, wanaokuwa wachanga. Waumini wangu kabisa huwa naambia hapana, tusihangaike na vitu hivyo, kwa sababu pesa hizo za kununulia vitu hivyo tunaweza tukafanya jambo lingine kubwa kwenye jamii. Lakini pia ni tafsiri ya kwamba tunakimbizana sana na dunia. Kwa hiyo hawafanyi hivyo kwa kusikiliza tu mashauri haya, lakini sio kana kwamba ni dhambi. Sikiliza vitu hivi vitatu. Pete ni alama ya kutambuliwa. Moja, na kusomea maandiko. Pete ni alama ya kutambuliwa. Ndio maana mimi kwenye harusi huwa nawapa huwa naruhusu wavikane pete. Nitakueleza sasa hapa. Nimesema utulie katika jina la Yesu. Utulie mzimu, kwa sababu mmefungiwa kwenye chumba, mmetoka tu mitaani, ukiona tu mtu kapinga jambo fulani la kiongozi lenu libaba la mizimu, basi ni hapana, unakufuru, wewe mbinguni, hapana, unakufuru, hapana. Tulia wewe jini wewe, tulia wewe mzimu wewe, tulia nikusomee maandiko sasa ambayo usomewi. Unajua wahubiri ambao hukomalia sana vitu vya aina hii ni wahubiri wako powered na mamlaka za kuzimu, ili
kuparalyze fahamu za watu. Muache kushughulika na vitu vya maana, muwe mnashughulika na vitu kama hivi. Sasa wakati mwingine tunaonyesha kwenye Biblia hiyo kwamba hivi havina kazi, njoni tuhangaike. Kuokoa jamii kabisa ndo nini? Kuokoa jamii ni nini? Kuokoa jamii, kuhubiri Injili, neno la Mungu ni kuhubiri nini? Hiyo ndo mnaweza mkaelewa. Petro ni kutambuliwa. Vitu vya dhahabu ni kustahili, ni vitu vinatumika kama tunu. Yani mtu naye umehangaika, umepambana kwa namna fulani, kwa hiyo ili utambuliwe, umeshatambuliwa, lakini ili kiweko pia kitu kingine kinachopita kutambuliwa, unapewa tunu, na mara nyingi huwa kinakuwa ni kitu fulani cha thamani. Ni vitu unapata kwa kustahili. Hata ukienda migodini ukaona mpaka dhahabu inavyopatikana, unaona wale watu wanastahili. Kwa hiyo kustahili ni baada ya taabu fulani, wajibu fulani. Na kusomea maandiko. Tulia we mzimu, tulia. Usikomenti hapa, ngoja nisome maandiko. Usikomenti. Ukiona comment yoyote imepinga hiki nilichoongea, wewe uliyefika hii dakika ya 4 ya 5. Ukiona comment yoyote imepinga hiki nilichoongea, wewe jua hajasikiliza hata dakika 5 10, kwa sababu ni mzimu. Ulifungiwa mali kwenye giza, kwa umeagiza tu semeni hapana. Kila ambacho mliambiwa hapana huko kwenye giza, semeni hapana. Hapana kufuru, hapana. Yaani hawasikilizi chochote. Ni hapana. Sikiliza wewe mzimu wewe. Sikiliza kwa damu ya Yesu. Sikiliza katika jina la Yesu. Sikiliza wewe. Ukimwona nyani mzee, ujua amekwepa mishale mingi. Ukishatuona tuko kwenye hii dunia na yote uliosikia juu yetu, ujue ni watu tumewekwa kwa ajili ya kutengeneza mapito ya kweli ya Mungu wetu. Tulia. Usidhani Mungu ametuacha tu hivi pamoja na yote uliosikia juu yetu. Ametuacha ili tutengeneze kila palipopotoka. Hata nyinyi ambao mnasemaga, mchungaji mbona unakosoa kila mtu? Hata leo Biblia mimi nisomayo, kila unapohubiri unahitaji kukosoa. Yani ni habari njema ni kinyume cha habari mbaya fulani. Katika Isaya 58 mstari wa 1 anasema, piga kelele usiache, waambie watu wangu makosa yao na Yakobo dhambi yao. Yeremia 7 anasema, simama katika lango la hekalu, umwambie kila aingiaye makosa yake. Kwa hiyo mimi kimsingi ukishaniona tu nimeweka picha yako, hata nikikusifia, ujue na kusifia ili ujae kwenye 18. Yaani hata nikusifia nikatoa klipu 10, 15, ujue nataka ujae. Siku ya siku lazima ukishajaa na kupasua. Sasa sikupasui kwa sababu mimi ni adui. Na katika yote uliowahi kuona nimemkemea, umejua Mamposa, umejua Kuhani Musa, umejua kama yeye tu, kwa sababu mimi sehemu kubwa ninapoongea wao nao kwa nimewataja, umejua sui Maboya, sui Kuhani Musa, sui Joe Davis, sui nani, wao huwa wanajua huyu ndiye mhubiri wa kweli. Yani huyu amesimama kwenye uhubiri kabisa. Sasa wasipoogopa nyie wapambe ambao ni misukule yao, wasipoogopa, hakuna ambaye haoni fahari kukutana na mimi. Na mimi hakuna ambaye namuita adui, huyu siji kukutana naye. Hapana. Wakati mwingine nasema, kwa nini usiende kumwonya mtu private? Kwanza ni vigumu sana mtu kukupa nafasi ya kumwonya private, na hata ukienda hakujui wewe ni nani kwenye jambo hilo unaloenda kumwonya. Kwa wakati mwingine mtu anakupa heshima ya kukusikiliza kwa sababu anafahamu pia ufahamu wako, lakini ile ambayo imekusudia kuendelea kufanya ubaya huwa inajihami kwamba tukikutana na mtu kama huyu unakuwa yani hapo ndo atanilalua sawasawa, kwa sababu atafahamu na mengine niliyoficha. Lakini ukweli ni kwamba faida nyingine ya kuweka hadharani ni kwamba sehemu kubwa mambo tunayosahihisha, mhusika makosa yake yanakuwa yameshaenda kwa affect kwenye fahamu za watu kwenye jamii. Kwa hiyo kabla hatujamfikia tunaziponya kwanza jamii zilizoathiriwa. Kwamba jamani, hili sio hivi. Wakati huo tunahangaika kumpata aliyeathiri hiyo jamii, ambaye kimsingi naye akishaona ufahamu wako uko imara, hukupokea, hukusikiliza kwa adabu. Sasa hiyo utake usitake ni Biblia. Walionyana hadharani ndio maana yaliandikwa. Otherwise wangeonyana kwa siri usingefahamu chochote. Walionyana hadharani ndio maana yakaandikwa. Wapo waliopokea maonyo wakayafanyia kazi, wakawa na hatua bora kuliko waliokuwa nayo.
Wapo waliochukizwa wakatengeza zengwe wakauawa, watu waliowaonya iwe ni kwa siri ama ni peupe waliwaua. Ama Yohana bila shaka unafahamu kwamba hakusema hadharani, alienda kwa Herode akamwambia si halali wewe kuchukua mke wa mdogo wako. Herode akamkamata, watu walipohoji sasa kwa nini umemkamata, ndio yakajulikana. Kwa ujue tu hakuna cha kuonya kwa siri, kuonya peupe. Sababu ni hizo, kama ni sikio la kusikia umesikia. Sasa nisome maandiko moja kwa moja. Nianzie pete. Pete ni kutambuliwa, pete ni kutambuliwa, pete ni kutambuliwa, pete. Kuonya, Biblia inasema mkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali kuliko jipendekezaye kwa maneno ya ulimi wake. Kwa hiyo mimi hakuna mtu ambaye nitakusifia tu. Wengine sasa, mbona wewe hauonyeki, haushauriki wewe? Ningefunga komenti. Wewe jua zile komenti kipande kikubwa zinaongea kinyume cha ninayoyaongea. Ningefunga komenti ujue na kubali challenges. Wait. Luka 15. Hebu tuisome pete. Uone sasa Yesu anawekaje mfano wa kitu cha dhambi hiki. Nasoma tu kwa ufupi mstari wa 22. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Ni Yesu anaweka mfano wa mwana mpotevu. Aliporudi baba yake alifurahi, na baadaye akatafuta vazi lililo bora akamvika, akasema mtieni na pete kidoleni mwake. Nataka ujue, okay, ni dhambi, ni mfano, ni kiroho, ni ulimwengu wa roho. Yesu aliweka mfano ambao si jambo linalotakiwa litumike, lifanyike hivyo. Haya, linalosema pete yenyewe ni dhambi ni lipi? Hilo la Timotheo. Hilo la Timotheo. Ngoja nikuonyeshe Yesu anayevaa vitu vya dhahabu na pete. Nikuonyeshe Yesu anayevaa vitu vya dhahabu. Kwanza kabla hapo ni kusomee katika Yakobo. Anajua misukule mliotoka kuzimu. Yaani mlifungiwa mali kwenye chumba cha giza, kwa sababu ni jitu ambayo inaamini vitambaa, mapete si dhambi si nini. Kwanza ina mafundisho ya mara kwa mara, inakuwa imefungia na mara semina nini. Kwa unakuta limefungwa kwenye giza. Alitaki kusikia busara nyingine yoyote. Alitaki kusikia maana nyingine yoyote. Unafikiri wewe ukikaa kabisa ukasikiliza, kwa mfano ukasoma ile Wakorintho wa kwanza sura, yani ukasoma yote yale alafu kaja kuona mstari wa 15. Ukitulia kwa akili yako uweze ukajua kwamba nywele ni badala ya kitambaa. Ungetulia wewe kwa akili yako wewe. Kama hapa kwa sasa naongea na roho yako. Unafikiri uweze ukajua, kwa sababu nimeamuru sasa nguvu za mizimu kidogo zimetulia hapa. Unafikiri uweze ukangamua kwamba kweli kitambaa ni badala, nywele ni badala ya kitambaa? Kwa sababu Biblia imetaka tufunike kichwa, sio tufunike nywele. Biblia imesema ni aibu usipofunika kichwa. Mwanamke akinyoa nywele kwa sura kama hii, hiyo ndio Biblia inasema ni aibu. Lakini akiwa na nywele nyingi, amepewa hizo ziwe badala ya mavazi. Lakini kwa sehemu kubwa ni wanaume ndio mna nywele nyingi. Ni wanaume ndio mna nywele nyingi, alafu napiga kelele, ni aibu mwanaume kufunika kichwa. Wewe mwenyewe ni aibu mwanaume kuwa na nywele nyingi, wewe unazo nyingi. Haya, sisi wengine tunasema tungeachana na hayo, njoo turudi kuokoa jamii. Baba zetu walipohubiri neno la Mungu walikuwa naokoa jamii kwa namna gani? Walikuwa wanazuia usitende usilopenda kutendewa. Usifanye jambo lenye madhara katika jamii. Walimpinga. Imani bila matendo imekufa. Imani sio kuomba kanisani, sio kitambaa kanisani, sio nguo ndefu kanisani. Imani ni baada ya kufanya hayo yote kanisani, unafanya nini kwenye jamii? Na wakati mwingine hata hakuna sababu, hata hayo usipoyafanya kanisani, kwenye jamii unafanya nini? Wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Mungu. Hiyo hamko kitambaa, pete. I say, kuhubiri wakati mwingine unajaribu kuona wao unasemaga Mungu, tulikukosea nini wanadamu katuacha hapa? Yaani umeacha mataira, mizimu inashika Biblia, inapiga kelele, inavuta watu wanaanza kuona itakuwa ndo kweli. Yaani likiona tu lichafu hivi limepinda mdomoni hivi, basi linaaminisha watu mimi ni wa kweli. Kwa nini nimepinda? Yaani likipinda hivi limekaa ovyo, limevaa ovyo, lichafu halijaoga, nalo
lizinzi, malaya, liuaji, litekaji, likishika tu Biblia, huyu ndo wa kweli. Kuna mara huwa nakaa namwambia Mungu, tulikosa ni wanadamu ukatuacha hapa na akina sisi. Kwa mfano mimi huwa nakiri kabisa kwamba mmeamua, mmesema tutakuja kukuelewa. Yaani wewe hatukuelewa. Na mimi wanamwambiaga Mungu, hawa watu wameshasema hawatanielewa hawa. Hakuna sababu, waachie tu hii dunia waendelee. Na mimi siku nitakapokuja kuondoka mimi duniani itakuwa kama Magufuli alivyoondoka. Yaani mtakuwepo ambao mtashangilia sana. Lakini wakati mioyo yenu ya ndani inawaambia tu kabisa, ameondoka mmoja mwanadamu ambaye alikuwa kipoza joto duniani. Sasa sikia. Yakobo 2:1. Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu. Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akaingia na maskini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini simama wewe pale, au keti miguuni pangu, je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Hivi hapa Biblia imesema atakaye kuja kanisani amevaa pete na dhahabu, mfukuzeni, anatenda dhambi. Akatoka kuzimu. Hajaza wewe mwenyewe. Nirudi kwenye dhahabu. Dhahabu peke yake. Alafu baadaye namalizia mikufu. Tuone dhahabu peke yake katika Mathayo. Kwa nini hao walileta dhahabu kwa Yesu wakati ni dhambi? Kwa nini walileta dhahabu wakati kuwa na vitu vya dhahabu ni dhambi? Mathayo 2:11. Mathayo 2:11. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye. Wakaanguka wakamsujudia, nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Yesu kwa nini anatolewa vitu ambavyo ni dhambi? Anyway, hukumu ni ninyi wenyewe. Hebu tuione dhahabu katika Ufunuo wa Yohana. Tuione dhahabu katika Ufunuo wa Yohana sura ya 1 mstari wa 12 na 13. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Huko ni mbinguni. Kwa navyo duniani ni dhambi. Mbinguni nataka kwenda viko. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mishipi ya dhahabu matitini. Yesu anavaa dhahabu. Mstari ukitaka ujue ni Yesu, mstari wa 17 anasema, nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Huyu ni Yesu. Huyu ni Yesu. Mejifunga mshipi, pana vinara vya dhahabu na nini, mbinguni tutakakotaka kwenda. Ila kuwa navyo duniani ni dhambi. 3:18. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na macho yako kujipaka macho yako upate kuona. Dhahabu hilo la kiroho, hilo iko ni ulimwengu wa roho. Hebu baada ya hapo tutoke. Tuone mikufu. Naamini pete, unafahamu Yusufu alivikwa pete ili kukubaliwa kina Mordekai, ili kutambuliwa kwamba wamestahili hatua fulani. Lakini wote waliokubalika kwenye Biblia walivikwa pete. Agano la Kale, Agano Jipya. Hebu tuone mkufu. Inawezekana nimalizie hapo. Niuone mkufu.
Katika Mithali sura ya 1 mstari wa 8 na wa 9. Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Sio sasa, haina maana sasa vaa mikufu. Haya, wewe iliyo na maana kuvaa mikufu dhambi ni ipi? Yaani ni hii Timotheo, hii Timotheo. Kwa na Yesu ana dhambi mbinguni. Yaani kwa hili vazi na Yesu ana dhambi mbinguni. Sikilizeni nyie mliokuja na mbio za mwenge, ni akina Mackenzie type. Sikilizeni. Nie mulitokea kwa mpango fulani wa wazungu. Wazungu wametaka tuangaike na vitu vya dhambi, vitu vya we kutetemeka bila sababu, kujivalisha minguo fulani ya kutisha ya ajabu ajabu, ndo hisi hiyo ndo dhambi. Ili tuendelee kuacha ubinadamu wetu, waendelee kutumia wanavyotaka. Nye wana wanyoka nye, mizimu nye. Kwa hiyo ili andiko la Timotheo wa 1 sura ya 2 ndo inaloonyesha mikufu dhambi, dhahabu dhambi. Kwa na Yesu, kwa maandiko tuliyosoma huku, na Yesu ana dhambi, naye haendi mbinguni. Ila na hakika mizimu iliyokuwa imefungiwa mahali haijasikiliza maandiko hayo yote, haijasikiliza. Kama ni mzimu wote unaamini imani ya pete ni dhambi, unaamini pete ni dhambi, unaamini mpali kitambaa mpaka nini, comment huku mwishoni, sema umefika huku mwishoni, na ndipo toa maoni yako. Na hiki sikuweki mwanzoni, ndipo toa maoni yako. Na clip ya leo sasa kiwe ndefu sana, nimalizie tu andiko hili. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kusitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani. Kwa hiyo hapa ndo mikufu ni dhambi, hapa ndo pete ni dhambi, hapa ndo vitu vya thamani ni dhambi, hapa ndo kusuka nywele ni dhambi. Mimi wanazuia kusuka nywele mizimu nye. Nazuia kwa sababu uwezi ukaona askari anahangaika na kujilemba. Nazuia wanawake mara nyingi hupoteza muda mwingi wanapohangaika kusuka. Nazuia katika maeneo mengi ya kusuka ndipo mlimo njaa umbea wa single mother na kuharibu jamii. Nazuia kwa sababu Biblia imeruhusu baadhi ya mambo tuyazuie ili kufanikisha jambo fulani, na kwa atakaye kiuka hivyo atenda dhambi. Ila sizuii kama dhambi. Kwa mfano mwanamke anataka kukuza nywele, naambia funga hizo nywele kwa namna ya kukuza, alafu zifunike ili tusione kichwa chako. Kwa mujibu wa Biblia tusione kichwa chako, kwa sababu itakuwa aibu kwako mwenyewe. Si dhambi, aibu. Najua ndo nikutibu kwenye pete, kwenye dhahabu, kwenye vya thamani nimekuelewa. Kwenye kusuka hapa, si vyote viko mstari mmoja, we mzimu wewe. Si vyote viko mstari mmoja hivi. Anyway, inatosha. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, ili mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa amafai katika Bwana tangu sasa pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.